Sehemu ya pili ya maisha yangu. Ndoto hiyo imeniletea mawazo, nikachukua muda wa kukaa chini niweze kuitafakari. Nimegundua kitu hapo, nimepata ufahamu wa kumtafuta mama kwenye simu. Nilimwambia mama nihadisie kwenye utoto wangu mpaka gisi mimi nakuwa hapa nilipo. Mama hakuchelewa, alianza kunihadisia kipindi Mungu alikupitisha na kuzaa mzima mtoto wangu. Mwaka mmoja Mungu anaanza maajabu ya kiumri wako. Ulishachimbiwa kaburi lakini haukuzikwa. Naamka machozi, nilikuwa nalia kila siku machozi. Mtoto wangu atakufa leo, mtoto wangu atashinda, mtoto wangu atakufa usiku, mtoto wangu atalamuka. Huko mubile menezite na kiana poingia na kupoza mguu na mkono ngambo moja. Unazimia mutumu bato kutupa mumayo kwa Mungu anakuokoa kwa vile vyote. Yote ni mtihani wa Mungu. Tulienda kuwafunga. Mwenyezi Mungu atusamee. Tulifanya shirka, Mungu atusamee. Kuna mambo Mungu msamaha kila siku. Hatukujua kama ni hitaji yake Mungu anatuma mtoto anahangaika vipi. Maombi ni kutoka uponaji wako baba yangu. Mungu anasema narudia kwa mimi Mungu. Uko mtumishi wangu utakuokoa, alikuokoa. Tunapopata matatizo tusikimbilie kufanya maamuzi. Mengine ni Mungu anaruhusu. Hakuna mwanadamu asiyesikilika na Mungu. Mbele ya kushika maamuzi, jisogeze mbele ya Mungu. Mungu anatusikia sisi wote, japokuwa tunafanya maovu kila siku. Wakati tunapomsogelea anatusikia. Unapomuomba Mungu kwa imani, mkono wa Mungu utauona. Tumsogelee Mungu na tumuombe kwa imani. Omba ujibiwe.